Msingi wa familia ni ndoa. Msingi wa familia ni ndoa. Iwe nzuri ama iwe mbaya, lakini msingi wa familia ni ndoa. Familia yoyote haiwezi kuwa familia kama katikati yao hakuna wanandoa. Wawe wamefunga kienyeji ama wamefunga kanisani, maadamu ni mume na mke, hiyo tunajua sisi ni ndoa. Si ndio watu wa Mungu? Sasa kama hiyo ni ndoa, maana kuna wengine ndiko tunakoanzia alafu baadaye tunabariki. Kwa hiyo msingi wowote wa ndoa yoyote, iwe nzuri iwe mbaya, msingi wake ni ndoa. Kwa nini? Msingi ni chanzo au mwanzo wa kitu, jambo fulani ni sababu ya kuwepo kitu. Kwa hiyo wanapokuwepo wanandoa wawili, mke na mume, hiyo tunasema ni msingi. Maana yake nini? Kinaenda kuzaliwa kitu kingine katikati yao. Tunakwenda kuona uzao, tunakwenda kuona familia kutoka kwa wale wanandoa. Kwa hiyo msingi wa familia ni ndoa. Familia isipokuwa na hawa watu wawili hatuwezi kuita familia. Maana sasa tutasemaje? Huyu mtu ametoka wapi? Hatajulikana mama, hatajulikana baba, lakini lazima aweko baba na mama. Si ndio watu wa Mungu? Amen. Wale watu wawili ndio tunawaita hao ni msingi. Ni muhimili wa kushikilia kitu au jambo. Msingi ni kitu kinachobeba kitu kingine. Kwa hiyo kama familia ama watoto wanapokuwepo, lazima tunajua kuna baba na mama. Iwe wanaishi pamoja, iwe walitengana, lakini hao ndio waliosababisha mimi kuwepo. Si ndio watu wa Mungu? Kwa hiyo kila jambo lina msingi wake. Ili kufanya jambo au kitu kiende vizuri au vibaya, inategemea msingi wake upoje. Ipi tulivyo leo ni matokeo ya familia tulizozikuta. Ni matokeo ya ndoa tulizozikuta. Ndoa ulioikuta ya mama na baba ikoje? Mama yako yukoje? Kwenye hiyo ndoa yukoje? Kwa hiyo ulivyo leo ni matokeo ya msingi wa familia ulioikuta. Kumbuka nilisema hata watoto wakati mwingine wanafanya hayo machukizo kwa sababu wazazi wao nao wamepita humo. Fuatilia tu. Ni vile sio rahisi kukaa na mama na baba ukawauliza, mbona napitia changamoto hii? Ni nani katikati yenu mwenye hii shida? Lakini tukikaa kuzungumza na kuomba, utaona kabisa na utagundua kwamba yale unaoyafanya lazima kuna mmoja wapo aliyekuwa anafanya. Kama sio baba ni mama. Bwana asifiwe. Amen. Naomba tufungue kile kitabu cha Ezekiel. Ezekiel mlango wa 16. Tutaanza na ule mstari wa 44. Ezekiel 16 tutaanzia mstari wa 44. Unasema, tazama, kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo nani wapendwa? Binti yake. Kama mama yako alikuwa na tabia nzuri, utakuwa na tabia nzuri. Kama mama alikosea huko nyuma, na wewe pia utakosea tu. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Kwa hiyo unajikuta sasa, kwa sababu mama alipita kwenye hiyo njia, mtoto naye anapita pale pale. Msingi ukijengwa kwa mawe, lazima huku juu jengo nalo litakuwa nini? Imara. Lakini ukilijenga kwa matofali ya udongo, elewa na huku huwezi kuweka mawe. Wote ukingangana, watoto wengine tunawapiga, watoto wengine tunawasema vibaya. Huyu mtoto hataki kwenda shule, huyu mtoto ana tabia mbaya, huyu mtoto analala nje. Kaa chini na wewe jitazame. Mimi kama baba nilikuwaje nilivyokuwa kijana? Kama ulijenga msingi mbaya, lazima huko juu huwezi kuweka zege likakubali. Haleluya watu wa Mungu. Kweli utachukua matofali ya tope, utengeneze hapo tofali lako la tope ujenge. Halafu huku juu utabebena zege, kweli lenta ya zege utaweka? Ile nyumba itafanya nini? Itabomoka. Hivyo ulivyo ni matokeo ya ndoa ama familia ulioikuta. Kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo na binti yake.
Anasema wewe u binti ya mama yako amchukiaye mume wake na watoto wake, nawe u umbu la maumbu yako waliowachukia waume zao na watoto wao. Mama yako alikuwa Mhiti na baba yako alikuwa Mwamori. Wewe u binti ya mama yako amchukiaye mume wake na watoto wake. Jinsi ulivyo leo ni matokeo ya msingi ulioukuta. Kama mama alikuwa na tabia ya kumchukia mume, yaani utapambana kweli kuvuka kwenye hilo eneo, utamchukia tu na wewe pia. Hapo leo amina hazipo jamani. Haleluya watu wa Mungu. Hii ni Biblia tunasoma, au hamjafungua hilo eneo mkaona? Si mnaona Wewe u binti ya mama yako amchukiaye mume wake na watoto wake, nawe u umbu la maumbu yako waliowachukia waume zao na watoto wao. Nini maana yake? Mama yako yeye alimchukia mume na watoto. Wako wamama ambao hawajali hata watoto wao, hawana upendo na watoto. Lakini hapo tunaambiwa na yeye pia hajaanzia hapo, na yeye alikuta wanafanya namna hiyo hiyo. Kama bibi alifanya jambo lile lile, na mama naye atafanya, na mtoto nao utajikuta lile jambo linaendelea pale pale. Halo. Anasema mama yako alikuwa Mhiti na baba yako alikuwa Mwamori. Sasa Wahiti walikuwa na tabia zao. Walikuwa ni wachawi, walikuwa ni watambikaji, walikuwa ni wapiga bao. Hao Waamori wao nao walikuwa ni wachawi, lakini walikuwa pia na waganga ndani yao. Sasa umetoka kwenye familia kama hiyo, msingi wa namna hiyo hautauacha. Kwa nini? Kwa sababu ndiko ulikotoka. Sasa kutana na wadada wa aina hiyo, kutana na vijana wa namna hiyo, wanaume. Akimtaka binti hana shida ya kusema naye, ni mpaka aende kwa mganga.